Mke wangu, nimekuandalia chai tamu sana leo. Naomba unywe. Sitaki kunywa kwanza wewe. Mume wangu alikuwa akinipa chai nyekundu kila usiku, hadi nilipogundua haikuwa chai. Sehemu ya pili. Kumbe chai hii nyekundu haikuwa ya kawaida. Sikujua kamwe kwamba kitendo cha mume wangu kutoka nje kila usiku kilihusiana nayo, na kwamba alihakikisha ninaikunywa, nitake nisitake. Usiku huo, nilisimama nje kwenye kona ya nyumba, nikichungulia. Nilimwona akinyosha mkono wake mbele, kana kwamba anapokea kitu kutoka kwa mtu. Nilisogea karibu zaidi, nikijaribu kuchungulia, lakini kulikuwa na giza sana. Kuna kitu hakikuwa sawa. Muda mfupi baadaye, mume wangu alianza kurudi, nami nikaingia ndani haraka, nikijifanya naangalia sinema. Akili yangu ilikuwa ikiwaza mambo mengi. Alikuwa akiongea na nani? Alichukua nini? Hivi kweli nilimjua mwanamume niliolewa naye? Nilijaribu kujituliza, lakini sauti ndani yangu ilinong'ona, lazima ujue ukweli. Aliporudi ndani na kuniona, aliingiza mkono wake mfukoni kwa haraka. Hapo ndipo nilipojua alikuwa anaficha kitu. Alitabasamu kidogo, akasema, "O mpenzi, nitakuja kuungana nawe kuangalia sinema punde. Maana hiyo sinema inaonekana inavutia." Sikujibu. Alikwenda moja kwa moja jikoni. Dakika chache baadaye, alitoka akiwa ameshika kikombe kile kile kikiwa na chai ile ile nyekundu. Kwa utani, alisema, "Hii hapa mpenzi, chai yako ya kawaida, ile inayokufanya ung'ae." Nilimtazama kwa muda, kisha nikasema taratibu, "Kunywa wewe kwanza." Sura yake ilibadilika mara moja. Hakutegemea hilo. Alijaribu kunitania, mpenzi wangu, hii imetengenezwa maalum kwa ajili yako." Nilisema kwa uthabiti, "Sijali, sinywi chai yoyote usiku wa leo. Kunywa wewe. Ulisema ni nzuri kwa mwili, onja kidogo uone." Kulikuwa na ukimya. Alianza kutetemeka. Mimi nimeshakunywa yangu." Nikamjibu kwa hasira, "Lini umekunywa? Usinitanie. Unafikiri mimi ni mjinga? Utakunywa hii chai sasa hivi, alafu utanielekeza jinsi umekuwa ukiitengeneza." Alisimama pale akiwa ameganda. Bado ameshikilia kile kikombe. Hakuna neno lililotoka. Jasho lilianza kumtoka kwenye paji la uso. Chumba kilikuwa kimya kabisa. Kisha nikaiona. Ile chai ilianza kubadilika. Rangi yake ilikolea, ikawa nyeusi zaidi, nzito zaidi na nyekundu zaidi. Aliangalia ile chai, kisha akaniangalia mimi. Mikono yake ilianza kutetemeka. Taratibu, aligeukia dirishani, kana kwamba aliona kitu kinasubiri nje. Alipogeuka tena, macho yake yalikuwa amekata tamaa. Sauti yake ilibadilika, ikawa nzito, karibu kama inataka kupasuka. "Tafadhali," alinong'ona, "kunywa tu." Sikumjibu. Kisha akasema tena kwa upole, "Tafadhali, kwa mara hii tu. Ni chai tu, hakuna kingine." Sauti yake ilikakamaa, alikuwa karibu kulia. Nilikaa pale nikiwa sina la kusema. Sikujua kama ni muamini au la.